anajiandaa kwenda kazini. Mama wa huyu binti alienda kugonga mlango pale mshikaji anapokaa. Kumbe yule mama alikuwa ameshapeleleza mpaka mshikaji anapokaa. Fungua mlango, asema kamuita mama mwenye nyumba. Mshikaji anasema mama mwenye nyumba alikuwa anakamdomo sana. Akamwelekeza kwamba huyu kijana wako huyu anatoka na mtoto wangu ambaye ni mwanafunzi. Na huyu mwanafunzi sasa hivi tunavyozungumza anaenda kumaliza form 6. Na bado ni mwanafunzi, nimetumia gharama nyingi. Naomba wewe kama mtu uliyempangisha, naomba umuonye huyu kijana aachane na binti yangu kwa sababu sioni atakapompeleka. Mshikaji anasema yule mama aliongea maneno ya dharau ambayo yeye alijua kabisa kwamba kigezo sio mwanafunzi, ila kigezo ni yeye aachane naye kufuatana na hali alionayo. Mshikaji anasema Spira aliambiwa maneno makali sana na akatishiwa. Anasema na yule mama mwenye nyumba sana alikuwa anaongea sana yule bibi. Jamaa anasema kwamba yule mama naye akachangia mle akamtukana kanani. Anasema Spira walimtukana yule mama, alimtukana sana, akamwambia naomba muache mwanangu na sitaki kufanya naye mahusiano, na ole wako mwambie hiki kitu nilichokwambia. Kama ataendelea kuja hapa basi hii nyumba inaweza kaa kaburi lako. Ilimuumiza sana. Alienda kazini. Wakati anaenda kazini ilikuwa ni kawaida yao pale. Siku hiyo hawakupanga kuwasiliana na yule binti kama watakutana. Yule binti akampigia simu mshikaji. Mshikaji anasema kwamba akakata ile simu kisha akambuka. Yule mtoto ambaye ndo mtoto huyu mama anasema alienda kufuata pale pale Kaushi. Alienda kumfuata pale, binti sijui anasema kipindi kile cha nani huwa kuna vitu vingi hawafikiri mara mbili mbili. Asema yule binti akawa anamshutumu kama huyu jamaa ameanza mahusiano na kiburi, ameanza mahusiano na wanawake wengine. Akawa na wivu sana pale. Anasema Spira kukaa kama kuna kaugomvi kadogo. Yeye alikuwa na sita kumwambia yule binti kwamba ni nini kitakachotokea pindi atakapomwambia kwamba mama yako amekuja kuniambia. Anasema aliwasimulia wenzake na wenzake akamwambia bwana usimwambie huyo binti, kama wazazi wake wanakuambia kwamba usiwaambie basi usijaribu kumwambia. Mshikaji anasema na yeye amenani vile amekaza pale yule binti, jamaa anaenda huku anaenda huku. Pale mtaani wote wakawa wanajua mshikaji ana mahusiano na yule binti. Lakini ndio wakawa wanamuonya kwamba mwanangu wewe una mahusiano na huyu mwanamke, lakini huyu ni mtoto wa mtu fulani na hawa watu ni watata, usijaribu kugusa hapo. Mwamba anasema kweli hicho kitu kilikuwa kinamtisha sana. Sasa wakati anafuata pale kabidi amwambie tu kweli kwamba mamako amekuja nyumbani kuna 1 2 3 ndio maana mimi nimekublock sitaki mahusiano na wewe. Jamaa anasema kamkataki hivyo yule binti aliondoka akaenda nyumbani. Jana wala yule binti hakuonekana pale mtaani tena. Alishinda kule nyumbani akiwa inaonekana alikuwa anamsubiria mamake. Sasa mamake alivyorudi yule binti alianza kumkaribia kumfokea mamake, kwa nini umenifanyia hiki kitu na mimi siendi shule, kama mnanifanyia hivyo naenda kuolewa naye kwa lazima. Anasema hicho kitu yule binti akawa amepiga sana kelele pale nini na nini. Anasema siku hiyo hawakufanya kitu chochote mpaka taarifa zile zikawa zimefika kwa babake huyu binti. Siku inayofuata jamaa alikuwa pale mtaani, ilikuwa ni mida ya jioni, na gari aina ya RAV4 iliingia kwenye kaushi yake ambapo yeye anafanyia kazi. Kama kawaida wakawa wanakimbilia, yeye alikuwa hajui gari ni ya nani. Wakiwa wanasogea pale akashusha kioo, wakiwa na kaushi wenzake akamuita na akawaita wenzake, akauliza jina fulani ndo nani. Jamaa anasema ndo mimi. Yeye alivyomwona tu alijua ni baba mzazi wa yule mwanamke. Na jamaa tayari ameshaachana naye na ameshaambiwa. Anasema kaenda pale akasogea kwa uoga. Yule mzee akawaita wote pale kwenye dirisha.